Kwa zitumie vizuri barabara siku zako za hatari ili uweze kupata ujauzito. Kwa sababu lengo lako wewe asikuache. Kwa jitahidi sana. Asije akashtukia hauna ujauzito. Jitahidi sana uweze kuzitumia siku zako vizuri. Abi. Nini? Unajua tuna muda mrefu ndani hatujashiriki tendo. Alafu tunaishi kama kaka na dada. Aliyakuwa sisi ni wapenzi. Na mimi ni mwanadamu Abi. Nakula na shiba. Hivyo mwili unakuwa unahitaji. Sasa tutaendelea kuishi hivi mpaka lini? Najua nimekukosea na umenikasirikia. Lakini ndio tutaishi hivi milele? Sisi ni wapenzi. Na sio wapenzi tu. Nina ujauzito wako. Muda si mrefu tunaenda kuwa wazazi. Sasa tutakuwa wazazi wa aina gani kama sisi tunaishi hivi? Basi naomba kama kuna tofauti yoyote tuzimalize. Hata daktari naye alishauri tusiwe hivi. Na tunatakiwa kuwa na mahusiano mazuri kwa ajili ya afya ya mtoto wetu. Kwa hiyo baba yangu, nakuomba kama nimekukosea sehemu kubwa kiasi hicho, naomba unisamehe. Mchuchu, lakini mimi mbona sina tatizo na wewe? Na nipo sawa kabisa. Na ndio maana nikiondoka hela matumizi na kuachia, na hata hela metaji yako mengine pia nakupa. Sasa shida ni nini? Abdul, shida sio matumizi tu. Mimi ni mwanamke wako. Nahitaji zaidi ya hapo. Kwani ni muda gani tujashiriki tena? Na mimi ni mwanamke kama wanawake wengine. Nakuwa nahitaji. Usinifanyie hivyo Abdul. Nipe haki yangu. Na mimi leo najisikia. Mchuchu, mimi na wewe tulishaachana tangu ile siku. Ila kwa bahati mbaya au nzuri, tukagundua kuwa una mimba. Na nikakwambia utoke nikakupangie nihudumie mimba yangu na nihudumie mtoto wangu. Ila ulikataa na ukaangania kuishi hapa. Na ukaniahidi kuwa hutonisumbua, tutaishi kama wazazi tu na hatutokuwa na mahusiano yoyote. Ila ukangangania kubaki hapa na ukaniahidi kuwa hautonisumbua. Sasa nashangaa. Ina maana umesahau ahadi zako? Abdul, nakumbuka. Lakini umepita muda mrefu sasa. Ina maana wewe bado una hasira tu? Yaani tangu kipindi kile mpaka leo bado umeweka kichwani Abdul? Naomba usiwe hivyo bwana. Tuache yapite. Mimi nimekumisi. Niachie bwana.